Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Leo tutaenda kuonyesha jinsi ya kupika mikate milaini sana kwa njia ya frying pan. Hii ni mikate ya Kituruki, mirahisi kwa njia tofauti kabisa. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utahitaji pilipili kali, hapa nimetumia 2 nilizokatakata vizuri. Kisha utahitaji kitunguu maji, nimetumia 2, unavichop kama ulivyoona. Unaweza kutumia parsley au kutumia mboga mboga zozote za majani ulizonazo, kikombe kimoja. Lakini vile vile nimetumia maziwa ya vuguvugu ml 250 pamoja na maji ya vuguvugu ml 100. Kisha baada ya hapo nitaongeza amira vijiko 2.5 vya chai, na kisha nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu vizuri ili kuhakikisha viungo vyangu vyote vimechanganyikana vizuri. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Nitaongeza unga wa ngano nusu kilo, na kisha nitachekecha. Tunachekecha kwa ajili ya kutoa kama kuna uchafu wowote, lakini vile vile ili kuruhusu hewa kuingia, na kuweza kuruhusu hewa kuingia inasaidia unga wako kuja kuumuka vizuri zaidi. Kwa hiyo ni nusu kilo ambayo nimeenda kuichekecha, na nimeigawa mara 2 kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili kwa sababu chekecheo ni dogo. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza chumvi, na nitaongeza chumvi kijiko kimoja tu cha chai. Na baada ya hapo nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu kuhakikisha viungo vyangu vyote vinachanganyikana vizuri pamoja na unga. Na haikuchukua dakika nyingi, hapo ni kama dakika hata moja haijakamilika. Kisha nitaenda kuongeza mafuta ya kupikia, na nimetumia mafuta ya kupikia vijiko 3 vya kulia chakula ambavyo nitaweka kama unavyoona. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuanza kukanda unga wangu. Zoezi la kukanda ni jepesi, ni halikuchukui zaidi ya dakika 3 mpaka 5 unakuwa umekanda, na ukandaji wake sio mgumu sana kama tunavyokanda unga wa chapati. Huu ni kama unachanganya tu ili viungo vyako vyote viweze kuchanganyikana kwa pamoja. Na utakanda donge lako kama unavyoona, na ukiona limefikia katika hali fulani ambayo inaridhisha kama hapo, utaenda kuongeza vijiko vingine tena 3 vya mafuta. Na tunafanya hivi kwa sababu hatutegemei kuja kupika mkate huu kwa mafuta. Kwa hiyo tumeongeza hapo ili kusababisha donge letu lishikane vizuri, lakini zaidi ya hivyo kuhakikisha linabaki na unyevunyevu ili mikate yetu iweze kutoka milaini. Tutafunika donge letu kwa lisali moja, na au tunasubiri mpaka uumuke mara 2 kama unavyoona, na kisha tutaenda kutoa hewa kwa staili ambayo unaona. Tutanyunyiza unga katika kibao na kuweka donge letu juu ya unga huo, na kisha tutanyunyiza tena unga mwingine juu ya donge letu. Lengo hasa ni kuhakikisha au kamati katika vidole au katika mikono, yani ile kuna tanata kupungue. Tengeneza katika unga wetu hivyo ili kuhakikisha linakuwa kavu, na kisha baada ya hapo tutaenda kukata donge letu katika vipande 6 vya kulingana. Nikukumbushe kwamba unaweza kutusaidia kukuza channel yetu kwa kusubscribe. Ni support yenu kubwa sana 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 sana, lakini vile vile inatusaidia sana kwa channel yetu kukua. Lakini vile vile unaweza kutusaidia kukuza channel yetu kwa kulike video hii na video zetu nyingine. Ni support yenu vile vile kubwa sana 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 sana. Utasokota madonge yako kama unavyoona katika msokoto wa duara, na kisha utaenda kusukuma kama jinsi ambavyo tunasukuma chapati za kawaida. Hapo ukiona inanata, utaongeza unga kidogo, utanyunyiza kidogo sana, hatuhitaji unga mwingi sana. Kwa hiyo utanyunyiza unga kidogo ili tu ikusaidie wakati wa kusukuma iweze kusukumika kwa urahisi. Na utasukuma donge lako lisiwe jembamba sana kama la chapati, ila litabaki katika unene wa angalau nusu inchi, kwa sababu hatutegemei liwe nyembamba kama chapati. Na utafanya hivyo hivyo katika madonge yote kwa kusukuma, na kisha baada ya hapo utaenda kuyapika madonge yako. Na katika kupika tutatumia moto kidogo sana. Moto utakuwa ni wa chini sana. Mikate huwa haina asili ya kuhitaji moto mwingi. Kwa hiyo tutatumia moto kidogo. Utaweka frying pan yako, na kama una frying pan nzito itakuwa ni vema zaidi. Utaweka frying pan yako katika jiko, ikishaona imepata moto utaweka mkate wako, na utauacha mpaka
uone kwa juu kama una vitu kama vina vimba. Utaupika kwa dakika 2 mpaka 3 kwa kila upande. Kwa hiyo dakika 2 mpaka 3 utaona kwa hapa juu kama kuna vitu vina vimba. Ukiona katika staili hiyo unajua upande wa chini umeiva, kwa hiyo utaugeuza na kuendelea tena kupika kwa upande uliogeuza kwa angalau dakika 2 mpaka 3. Nikukumbushe tu katika kupika hautahitaji mafuta, na ndio maana tuliweka trip ya kwanza vijiko 3 wakati tunakaribia kukanda, na baada ya kumaliza kukanda tukaongeza tena vijiko vingine 3. Ukishapika mikate yako wakati ikiwa bado ina moto, utaiweka katika sahani yako na kisha utapaka juu mafuta ya olive oil. Kama hauna mafuta ya olive oil, unaweza kuyeyusha Blue Band yako jikoni, au mafuta yako yote hata haya ya kupikia ambayo unapikia kawaida utayapasha au yapike kabisa, yani uyaache yachemke jikoni mpaka yawe yameiva kabisa na yametulia. Kisha utapaka juu katika mikate yako yangali ikiwa ina moto. Lengo hasa ni kusababisha ile mafuta yaweze kuzama vizuri, lakini kuipa muonekano mzuri na kuendelea kutunza ule ulaini. Nadhani ukiangalia mikate yetu inaonekana ni mizuri. Mikate hii ni mitamu sana, ni milaini, unaweza kalia kwa chochote, kwa rosti lolote. Ladha yake ni nzuri, harufu yake ni nzuri. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine yaliyo katika channel yetu.